Huyo namruka. Mheshimiwa Suleiman Bungara. Mheshimiwa Mwenyekiti, taratibu lakini mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nashukuru kunipa nafasi hii leo. Na kwa kuwa umeniambia taratibu, basi leo nitakuwa taratibu kabisa. Pili, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye amewapa akili wa Tanzania, na akili kazi zake mbili tu, kujua ukweli na uongo. Ndio kazi ya akili. Hayo mengine kupata uprofesa nini, hayo mengine tu hayo. Lakini kazi ya akili ni kujua ukweli na uongo, nyeupe na nyeusi. Ndio kazi yake hiyo hiyo tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naanza kwa kusema tunamnukuu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mungu amweke mahali anapostahiki. Alisema ili tuendelee tunahitaji vitu vinne: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Na nchi hii vitu vyote vinne hivyo vipo. Ardhi ipo, ina kila kitu. Watu ndo pesa tu, sina ngapi sasa hivi. Siasa ipo, na tangu 1961 mpaka leo chama cha siasa kinachoongoza katika nchi ni chama cha CCM. Kwa hiyo siasa ipo na uongozi upo, lakini uongozi bora unaotakiwa. Kwa hiyo mipango yote tunayopanga hii yote, kama siasa haikuwa safi na uongozi au kuwa bora, sawa sawa na hakuna. Sawa sawa na hakuna. Tangu nimeingia bunge hili tangu 2010, mipango inapangwa kweli kweli, lakini utekelezaji hakuna. Kwa hiyo mimi ni mwanasiasa, na uwezi ukaendelea kama siasa ikawa mbaya. Naomba sana Mheshimiwa Mpango na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali sikivu, uwanja wa siasa kama tukiuchezea hali itakuwa mbaya sana katika nchi. Yote mipango mnayopanga hii, wewe angalia sasa hivi tumepanga mipango mikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimesema hela zimetumika katika uchaguzi ambao ulikuwa hauna sababu yoyote. Na hiki kitabu cha Mheshimiwa Mpango mwenye kasema katika kurasa wa 44 kwamba fedha trilioni 9 zikupatikana na mambo mengi ya kufanyika, lakini ya maendeleo, mambo mengi ya maendeleo ya kufanyika, lakini hela hizo zikaenda kwa uchaguzi. Sasa mimi unachosema kwamba mimi na kununuliwa, hata mimi silifatwa, hata mimi mwenyewe nilifatwa. Sasa ukitaka ushahidi, Mheshimiwa nani anaitwa nani yule Nyeresa, uje tukutane baadaye nikwambie walikuja nani na nani wakataka kuninunua, mimi nikakataa. Kwa hiyo wabunge. Mheshimiwa Bungara. Ndio mheshimiwa. Kwanza uongee na kiti. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti. Uongee na mbunge mmoja mmoja. Nimekuelewa, samani. Alafu pili, usiingie kwenye 18 zangu kwa sababu zitakupa shida. Samani mheshimiwa. Kwa hiyo ukitaka haya mambo ya ushahidi na nini? Basi tutapelekana huko, itakuwa tabu. Inshallah, lakini nilifuatwa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Bungara, usinilazimishe. Basi mzee mwenzangu, basi aache tuendelee. Tuendelee mzee mwenzangu. Nalipenda kweli hilo. Tuendelee mzee mwenzangu. Lakini na hakika litakupa tabu. Tuendelee mzee mwenzangu. Haya. Inshallah.
Mheshimiwa Mwenyekiti, jana Mheshimiwa Dau alisema jambo kubwa sana katika bunge hili, na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninasikitika sana. Waziri mkuu anachaguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na anathibitishwa katika bunge hili. Kwa hiyo waziri mkuu anachaguliwa na rais na kuthibitishwa na bunge. Mheshimiwa Dau jana alisema kwamba kuna waziri mmoja wa ujenzi alimwambia habari ya boti, lakini akajibiwa majibu mabaya na waziri wa ujenzi. Sasa hiyo sio mara moja tu. Mheshimiwa huyu waziri wa ujenzi alikuja Kilwa hivyo hivyo, nikamwambia kuna mradi wa maji, wakati alikuwa naibu waziri wa maji. Nikamwambia nimeona na waziri mkuu, na yeye akanijibu kama alivyojibiwa bwana Dau. Akasema waziri mkuu nani bwana, mimi nanitambua Magufuli tu. Tuseme waziri mkuu ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuthibitishwa na bunge hili, na mimi nilimpigia kura ili awe waziri mkuu. Alafu kuna mtu mmoja ambaye anachaguliwa tu, lakini anathibitishwa na bunge, anamdhalilisha waziri mkuu. Mimi nikifikiri anadhalilishwa ninaposema mimi mpinzani tu. Kumbe hata akisema Mheshimiwa Dau wa Mafia, naye anaambiwa hivyo hivyo. Hii sio desturi mzuri waheshimiwa. Huyu ni waziri mkuu, asizalauliwe. Na najua watu wasisemu, nimwambia jana vipi, bwana sisi tukisema sana tunaitwa katika maadili. Mheshimiwa Bungara, huko kwenye shughuli yako ya kuchonganisha ili watu wagombane huko. Mimi nanukuu ya jana. Jana hiyo kuna Mheshimiwa Sugu hapa akasema kwamba watu wanauliwa, akatoka waziri mwingine akasema hajauliwa. Sasa mimi na ushahidi kwamba polisi wa Tanzania wameua watu wangu Kilwa ndani ya msikiti. Na yule Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani alisema kwamba kama kuna ushahidi atoe. Mimi ushahidi nao kwamba polisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walimuua Ismaili Bweta katika msikiti Chumo. Na waziri Mwigulu akaniita, nikamwambia, wakati waziri wa mambo ya ndani, nikamwambia, akaniambia niwalete hao watu. Nikaja nao watu kwa waziri Mwigulu, baba wa marehemu, na yule mtu aliyetolewa jicho na polisi. Mwigulu alipopewa taarifa akasema jambo hili zito, umpeleke kwa waziri mkuu. Namwambia tu mheshimiwa anasema kwamba watu polisi hajaua watu. Waziri mkuu nikawapeleka wale watu, wakamwambia waziri mkuu kidogo walia, akasema kweli serikali imefanya kosa. Sasa hayo mambo yapo nchi, na mnaua, mnateka, na mimi ushahidi nao. Hii yote tunasema ili tuendelee tunahitaji vitu vingapi? Vinne: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kitendo cha watu kuuliwa na taarifa mnapata na nyinyi hamshughuliki. Mheshimiwa Bungara, kwenye kitabu cha Mheshimiwa Waziri Mpango kuna mipango hiyo ya mauaji na nini? Si utawala bora alisema hapo mheshimiwa. Ukurasa ngapi? Ukurasa ngapi? Ukurasa tena tunapanga mipango ya nchi kwamba kama siasa itakuwa mbaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeanza kusema kwamba siasa mbaya, mipango yote itakuwa hakuna kama siasa itakuwa mbaya. Sasa uelewi tu mheshimiwa, nzema zangu uelewi ninachokisema. Mheshimiwa, kengele ya pili bahati mbaya. Haya. Asante sana. Bado. Malizia sentensi yako tu. Namalizia kwamba naomba sana serikali muwe makini, muwe wa kweli, kwa sababu Mtume anasema utakuja wakati
viongozi watakuwa waongo na watu watawajua kuwa waongo, lakini watawapigia makofi na kuwachinjia nyama ili hali watakuwa waongo viongozi yao. Basi msitegemee rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini yote kwa yote, naomba korosho zote mkanunue, kwa sababu mliahidi mkanunue, ili mambo watu wetu wa kusini mipango yao iende vizuri. Asante sana. Mipango bila korosho kuna mipango. Asante sana.